Nilikwambiaje mdogo wangu? Nikwambia sitaki mazoea na dada yangu hata siku moja. Alafu unataka kuniletea mapepe, si ndio? Mazoea dada yangu iliweja fumbo na demu mwingine ukafu unamchezea dada yangu au sio? Unaleta dharau au sio? Dada yangu unamuona kinanda, si ndio unampiga piga gita au sio? Sinakuuliza. Nakuuliza mdogo wetu. Njoo sogea hapa. Nilikwambiaje? Nilikwambiaje? Sinitoa tangazo mbele ya wote pale mnasikia. Nikwambiaje? Nikwambiaje? Unaenda ubishi? Unaenda ubishi? Wewe tulia. Tulia. Mdogo wetu tunaenda tunabishana. Tunabishana. Oa, cheza. Cheza babu. Oa, wewe. Nyanyu, cheza. Oa, wewe chula, tulia hivyo. Nishakwambia tulia. Chula 2000. Malaya mkubwa, tulia. Tulia. Karibu mwanangu. Asante sana bro. Naona muda mrefu sana tujaonana. Kama unavyojua. Kijungu. Hando maisha unayoishi. Utaelewa tu mwanangu. Haya ndo maisha yetu. Lakini brother, tulisoma wote chuo. Ilikuwa sio mtu kujichanganya na watu wa namna hii. Kitu gani kimekukuta? Maisha hayatabiliki. Nimesoma na tumesoma wote, wewe mwenye shahidi. Lakini tangu nilivyomaliza chuo mimi sijapata ajira. Na ndio maana nikaamua kuingia kwenye hizi issue. Lakini brother, huoni kama unajitia katika matatizo? Isitoshe serikali sasa hivi inashikilia sana mambo kama haya kihalifu. Ukiyazingatia hayo mwanangu, kwenye haya maisha utoboi. Sasa hivi ni vyema tukafanya mambo yaende ili mradi tupate hela. Wewe ni nani? Na unafanya nini hapa? Hiyo ndo salamu? Sikufahamu na ndio maana nimekuuliza. Wewe kama nani? Mpaka uanze kuuliza watu humu ndani wao ni nani? Oh. Mimi rafiki yake Kijungu. Nimekuja tokea asubuhi hapa. Labda nikuulize wewe kwa sababu sikukuona kabisa. Wow. Mimi ni mdogo wake Konta. Naitwa Happy. Oh. Nimefurahi kufahamu. Mimi naitwa AB. Karibu. Ila siku nyingine jifunze kusalimia.
Vipi, mbona haraka haraka? Unaenda wapi? Yaani hapa naenda huko. Yaani hata sielewi, nimezidi kuchanganyikiwa. Uelewi kivipi? Yaani unajua nisiamini kabisa. Mdogo wangu ni siku ya pili mpaka sasa hivi hajarudi. Na nimehangaika kumtafuta huko kote, yani sijaelewa alikuwa wapi. Asa atakuwa wapi mtu mzima kama yule? Au yupo kama bwana? Mdogo wangu mimi hayupo hivyo. Habari ya mabwana siwezi kuamini. Labda tu amepotea tu na mambo yake. Lakini mabwana. Sasa sikia. Kama vipi mimi ngoja niende hivi kijiweni. Naweza nikaenda kuwauliza wanangu, anaweza akanisaidia. Sawa, ila nilikuwa nakuomba unisaidie kokote ambapo utamuona. Unipe taarifa. Yaani hilo usijali kabisa, hilo limeisha. Mimi naomba tuongozane maana mimi naenda hivi. Sawa. Hebu ndugu wangu, unajua ni kwa nini nimekuita muda huu hapa? Unajua kwamba kaka yako anapambana sana ili mradi mdogo wangu usikie huruma mitaani, uvae, upendeze. Kila kitu ambacho unakitaka mimi nakitimiza nikiwa kama kaka. Na sitapenda hata siku moja ifikie wakati unikwaze kwa vitu ambavyo vina msingi. Natamani kwamba dadangu unionee huruma jinsi ninavyokupambana. Unajua familia yetu ilikuwa ni ya maskini sana. Ni familia ya wafuzi. Sasa tunapokuja kuwapoteza wazazi wetu. Wazazi wote jicho lao waliacha kwangu ili nikutazame yeye. Hivyo sitohitaji kukuona na mwanaume wa design yoyote. Kwa sababu wanaume ni waongo. Sisi wanaume ni waongo. Nakwambia hivi mdogo wangu kwa sababu mimi najua sisi wanaume tulivyo. Wanaume ni waongo, ni makatili, watakupotezea malengo na watasababisha hata mimi na wewe tukazane. Sawa, mimi nikuelewa. Ila kaka samahani, kuna kitu nataka nikuulize. Kuwa huru tu mdogo wangu, nenda kwa wewe. Usikasirike. Nikasirike vipi na maana unanifasa? Wewe ongea kuwa huru. Sasa kaka, swala la sisi kutoka kwenye umaskini na mimi kwa kwenye msichana hapo mjiaje kaka? Ina maana naongea huku vinatokea huku, si ndio? Wataka kuniuzi, unanijua nikishabadilika sura. Waga sio hivi nilivyo. Wewe chunga maneno yako ukiwa na mimi. Mimi ni kaka yako. Sio rafiki au sio kikaragosi tu. Yaani ovyo ovyo ni from nowhere alikoongea unapojisikia. Kuona maanisha kwamba unahitaji kuwa na mapenzi. Ila muone kwanza mpumbavu mkubwa. Sura mbaya kama umetoa fotokopi. Wewe mtu bila kuchelewa, mimi hapa ujue mimi sielewi. Shaanza uelewi tena nini? Sasa usijifanye uelewi kwamba mimi sielewi nini. Mimi mwenyewe hapa nilipo unajua. Yaani kichupa kimejaa. Yaani sieleweki. Kwa hiyo naomba ufanye mazingira ili mradi tu mambo yasiwe mengi. Bijungu mpenzi wangu. Sikiza nikwambie, umeona nimetoka hapa nyumbani mpaka nimekuja hapa. Ujue nina shida ambayo imenileta hapa. Yaani mpaka sasa hivi nimepagaa, nimevuruga, nisielewi hata kimoja. Mdogo wangu ana siku ya pili mpaka sasa hivi hajarudi. Na hata simu anipigie. Umeona sasa mambo yako? Ushaanza ujinga wako. Yaani wewe hapo wewe unatafuta sababu ya kuninyima tu. Wewe sikiliza mwanangu. Sawa. Unajua mimi mwenyewe hapa sielewi, unajua hebu. Kweli sipo sawa. Mbona kila siku nakujaga na tunaelewana tu?
Irene mdogo wangu kweli amepotea. Na ndio maana lengo la kuja hapa ili kama kuna msaada wote unisaidie. Oh. Unataka kunambiaje yani? Yaani nani kapotea? Irene mdogo wangu. Kuba babake. Wewe. Nani huyu ambaye anaita ushamba mtaani hapa? Nani? Sijajua ni nani kwa sababu alipoondoka mdogo wangu hakuniambia anaenda wapi na hata simu hakunipigia. Wewe hebu acha mioyusho ujue. Hebu nitajie basi huyo mtu mimi nimfuate sasa hivi dakika 0 tu kila kitu kinaenda kuwa sawa. Wewe. Yaani namchukuaje mtoto wa kike afa nampeleka sehemu hata ajulikane shida nini? Wewe hebu mtaje basi acha kumuonea huruma unajua. Sijajua ni nani. Ila ngoja nifanye tu upelelezi. Maana nipo kwenye kaeka na kila sehemu ninapopita naambia watu ili wanisaidie. Upelelezi nini mama mtu upelelezi nini bwana? Wewe unajua unaita mambo ya miyusho unajua wewe. Wewe mtu kapotea afu unaita wewe acha ushamba unajua. Hebu mtaje basi huyo mtu ili mradi twende tukamfanyizie. Sema basi. Epi. Mambo. Safi niambie. Poa tu. Uko poa? Niko poa kabisa, sijui wewe. Safi. Wapi huko? Kuna sehemu naenda hapo mara moja. Okay, poa. Haya, bye. Epi. Samahani. Naweza kuongea nawe kidogo? Bila shaka. Okay. Unajua pale nyumbani hakuna mazingira mazuri ya kuweza kuongea na wewe. Hasa siku ya kwanza ambao tumeonana. Lakini nadhani leo ni siku nzuri sana kuweza kuongea na wewe. Unajua Epi, tokea nimekuona pale, nimetokea sana kukupenda. Na nikasema nitatafuta muda sahihi wa kuweza kuongea na wewe haya. Nadhani leo ni siku sahihi kabisa. Sijakuelewa bado. Kitu gani ambacho hujanielewa hapo Epi? Yaani kitu ambacho namaanisha hapo ya kwamba katika wanawake wote ambao nimewahi kuwaona, wewe ni mwanamke ambaye umeingia ndani ya moyo wangu. Nahitaji niwe na wewe katika maisha yangu. Please. Bwana wewe mwacha uongo. Yaani wewe unataka kuniambia ulikotoka kote huko haujai kuona mwanamke mzuri kama mimi? Au wewe ulipotoka huko haujai kuwa hata na mahusiano? Hapana. Nimeshawahi kuwa kwenye mahusiano. Lakini sikuwahi kuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye nimewahi kukutana naye ambaye ni mzuri kama wewe. Nadhani Mwenyezi Mungu ameniendelea wewe kwa ajili yangu. Please, naomba unifikirie. Usiongee sana. Kwa sababu unapoelekea sasa utaenda kuongea uongo na mimi sipendi kudanganya. Ila nitakufikiria. Alafu nitakupa jibu. Samahani. Naomba unisaidie namba yako simu. Kwani si utakuja tu nyumbani? Kwani lazima nikupe namba yangu? No, najua natamani kupigia simu hata nisikie sauti yako. Naweza nitafarijika zaidi. Please. Ila sipendi usumbufu. Usijali. Ebi samani. Usishangae nimekuita ghafla. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Ni kuhusu ile swala lako. Mimi sijaona kama ni sawa kuzungumzia kwenye simu kwa sababu pia kuna vitu lazima nikwambie nawe. Natumaini itakuwa na jibu zuri. Unajua sio kama mimi ni mtoto labda sihitaji kuwa na mahusiano au hapa mtaani labda mimi nilikuwa na mwanaume, hapana. Ila tatizo kakangu mimi ni mkorofi sana kiasi kwamba hata wanaume hapa mtaani wanaogopa kunifuata kwa sababu tu wanamhofia kakangu. Na sio wao tu wanamhofia, hata mimi kakangu alishawahi kunikana mara nyingi tu. Hataki kuniona na mwanaume wa aina yoyote ile. Labda nikwambie kitu kimoja.
mpaka nimekufuata nimekutamkia kwamba nakupenda, maana yake nimekubaliana kila changamoto ambayo itakuja kwenye macho yangu. Na kuhusiana na swala kaka yako, I promise nitapambana nalo kwa sababu nakupenda. Naomba nikutoe hofu kwenye hilo. Mimi nahofia kuingiza kwenye matatizo kwa sababu kakangu mimi namjua. Kakangu anaweza akakuumiza, yani yule haofi kumpoteza mtu. Ila nakupenda sana hivi. Nashukuru kusikia hivyo. Na labda nikwambie kitu kimoja. Mimi moyo wangu tayari umekushia kufa juu yako. Na hasa nikikuangalia macho yako, ndio kabisa moyo wangu unakaa katika hali mbaya kabisa. Na nipo tayari kufanya chochote katika maisha, lakini nisikupoteze wewe. Na kwa sababu umeniambia unanipenda, I promise sitakuja kuumiza hata siku moja. Nitatunza penzi lako. Wewe ni mwanamke special ambaye umekalia katika kiti cha moyo wangu. Nakupenda sana Happy. Kweli natamani hivyo. Okay, basi kwa sababu nadhani kile kitu kizuri ambacho kuna tegemea kusikia nimekisikia leo. Nadhani tuondoke sasa hivi kuendelea na mambo mengine. Sawa. Tuone wakati mwingine. Wa Kijungu. Simada mwanangu umetisha hizo deli mwanangu kinyama yani. Afu mwanangu usiniletee story kama hizo unajua. Mimi mwenyewe nina mambo yangu kibao hapa kichwani ujue. Da, baridi blaza. Mambo yasiwe mengi mkubwa. Oa Kijungu unanichukuliaje mimi? Kivipi yani? Yaani sijakuelewa na kuchukuliaje vipi yani? Kivipi nini usitolewe nini mpaka muda huu hapa? Sasa umeona atakuleta utemi sasa. Sikiliza mwanangu, sio utemi. Ujue mwanangu kinoma ujue. Yaani katika mtu unamtegemea kwenye crew yangu wewe na unajua kila kitu. Yaani wewe kama familia yangu ujue. Lakini ulizoleta hizo hapo ni dharau, afu umevuka mipaka. Oa, mpaka sasa hivi mwanao ule Mpemba si Mwarabu kaita dharau. Na wewe ndio uliomleta hapa. Yaani kafanya nini huyo Mwarabu? Afu mwanangu mimi nilijua tu. Wewe omba yako yule mtu wewe utakuja kumsebenza wewe. Na ndio kinachotokea. Sasa kakufanya nini yule mtu wa watu? Kuba babako Mpemba atembea na dada yangu wewe. Usichokelea nini hapa? Ndio maana hata Mwarabu wako ulipokuja naye nishashikwa na machane, nikaona kabisa huyu Ilangi huyu anaweza kaa nyungu au upoti. Nikachukua mzigo nikapeleka Amazon. Unaona sasa umshikaji alipokuwa jao? Wewe mwanangu tunashirikiana kwenye vitu kibao mwanangu, unachukua mzigo unaopeleka huko Amazon mwanangu. Sasa ndio nini sasa? Kwa nini hatujashirikiana sasa kwenye huyu mwanangu jao kinoma yani? Wewe mwanangu tulia. Afsani sikiliza tena kwa makini, namaliza afu naondoka. Anamaliza kama chizi afu naondoka. Sikiliza. Mwambie wewe mwanao Mwarabu, naitwa Ivani, sura nzuri roho mbaya. Sauti ya simba kelele za mbu. Oya. Nikija tena mara ya pili hapa. Sitokuja kuelewa kwamba wewe nani. Mwendo wa hapa tu. Kilo mbaya kuba babako.